Bwana Yesu asifiwe. Mwana Nazareti, nichukue nafasi kukaribisha tena katika ibada ya siku ya leo. Tufumbe macho tuombe. Baba, nina kila sababu za kusema asante kutupa neema nyingine tena kuiona siku ya leo. Naomba Bwana ukaanze nasi, maliza nasi katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ninaomba ufungue kitabu chako cha Tumwabudu Mungu mahali hapo ulipo. Ukurasa 350. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana unifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitanena sifa zako. Bwana unikumbushe kwa neema yako, unijilie kwa wokovu wako. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na iwe sasa na siku zote na hata milele na milele. Amen. Njoni tumwimbie Bwana, tufanye shangwe mambo wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanye shangwe kwa zaburi. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Kipindi tunakwenda kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Tutaimba nyimbo namba 117. Namba 117. Tutaimba beti 1. Yesu amefufuka, Yesu amefufuka, ametoka kaburini. Aya shangilia, aya shangilia, ametoka kaburini. Aya shangilia, aya shangilia, ametoka kaburini. Baba, tuna kila sababu za kusema asante kwa kutuwezesha tena kuja mbele zako. Tunaomba utufungue akili zetu tukapate kuelewa na maandiko, katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo kichwa cha somo kinasema Yesu ameshinda kifo. Yesu ameshinda kifo. Natoka kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 5 mpaka wa 6. Ndo andiko ambalo tutasimamia siku ya leo. Mathayo 28 mstari wa 5 mpaka 6, nao nasema, malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka, kama ilivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Anasema malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka, kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona siku ya leo kichwa cha somo kama kinavyosema ya kwamba Yesu ameshinda kifo. Yesu ameshinda kifo. Tunaposikia habari za kushinda, ina maana lazima kuna mapambano yalifanyika, kuna ushindani ulikuwepo. Ndio maana baada ya ushindani kuna kushinda au kuna kushindwa. Lakini Bwana Yesu alishinda kifo kutokana na ushindani ulikopo pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alishinda kifo. Sasa tukiangalia ili andiko linatuambia kwamba malaika akajibu, inaonekana kuna maswali ambayo walikuwa wanajiuliza hao wamama. Ndio maana andiko linasema malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi. Malaika akajibu.
Malaika ni mjumbe. Malaika ni mjumbe katika maisha tunayoishi. Tunaona hata habari za Daniel alivyoomba. Mungu alisikia maombi yake na akamtuma malaika. Tunaona habari hata za Yusufu alipokuwa na wasiwasi juu ya ujauzito aliokuwa amebeba Mariam. Alituma malaika. Malaika ni mjumbe katika maisha tunayoishi. Nafasi tulionayo sisi ni kubwa kuliko ya malaika. Maana maandiko yanasema bali wote waaminiwa walifanyika kuwa wana wa Mungu. Unapofanyika kuwa mwana wa Mungu, nafasi yako ni kubwa zaidi kuliko malaika ambaye ni mjumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo malaika kazi yake ni kupeleka ujumbe, kutoa taarifa. Tunaona hapa hao wamama walikuwa na maswali. Ndio maana maandiko yanasema malaika akajibu. Walikuwa na maswali. Akawaambia wale wanawake msiogope ninyi. Walikuwa na maswali. Na wale maswali yalileta hofu ndani mwao. Ndio maana malaika akaambia msiogope ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii huduma ya malaika inafanya kazi mpaka sasa. Kama sisi tukiamini ya kwamba Bwana anaweza, tukiwa na imani ndani mwetu. Kama maandiko yanavyosema, bali wote waaminiwa walifanyika kuwa wana wa Mungu. Tukimwamini Mungu wetu, tunaweza tukatumia hii huduma malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunasimama kwenye sehemu ya watoto. Tunasimama sehemu ya wana. Ndio maana tunapokwenda mbele za Mungu tukisema ile sala Bwana anasema Baba yetu uliye mbinguni, tukisimama sehemu ya wana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini nafasi inatokana na kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakumbuka kuna siku moja kuna kijana mmoja aliletwa ofisini, alikuwa amekamatwa na mapepo. Singependa nitaje ni ofisi gani. Alivyokamatwa na mapepo pale, baada kufanya maombi, yule kijana akakimbia ndani, akakaa umbali mrefu zaidi ya mahali ambapo nilipo, sehemu ya ofisi napokaa. Lakini nikaendelea kuomba akiwa kule kule. Nilivyokuwa naomba akaona moto umezagaa ofisi zima. Akaamua atafute sehemu ya mpenyo wa kutokea. Na sehemu ya mpenyo wa kutokea ndo ndipo na mimi nilipokuwa nimesimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Katoka kasi akiwa anakimbilia kutoka nje na wale wenzake waliomleta. Nikawaambia mwachieni. Nilivyomwambia mwachieni, nikatumia huduma ya malaika. Nikaomba malaika kwa jina la Yesu, mzuieni huyo kijana asitoke nje, maana ni hatari sana. Ukiwa umemwombea mtu mapepo yamepagawa, alafu anakimbia labda nje ya kanisa, anaweza kukutana na vyombo vya moto, ikasababisha akapata shida zaidi, na mwisho wa siku tukakosa utukufu wa Mungu mahali pale. Kwa hiyo ilibidi nitumie huduma ya malaika. Na yule kijana alipofika mlangoni alisimamishwa na malaika. Na nikaomba malaika amlete mpaka nilipo, na akaletwa mpaka nilipo, na akakalishwa chini. Kila mmoja aliyekuwa pale alitaharuki, alishangaa. Baada ya hapo nikaendelea na maombi, nikaomba, yule kijana akafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninaamini juu ya hii huduma ya malaika ya kwamba ni msaidizi, ni mjumbe. Unaweza ukatumia malaika na akafanya kitu sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sisi ni wana wa Mungu, tuna nafasi kubwa zaidi kuliko malaika. Haleluya, haleluya. Nimeona nikupitishe sehemu hii ili kuonyesha kwamba malaika mpaka sasa wanafanya kazi na wapo kazini. Hata sasa hivi ninavyoongea wapo kazini. Na baada hapa tutaomba juu ya malaika, juu ya maisha yako, akuletee majibu juu ya maswali ambayo unajiuliza. Kama mama, sijajua una maswali gani, yamkini juu ya afya yako inayokusumbua. Akakuletea majibu. Majibu hayo ambayo yanafanyika kwako ni uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Anasema malaika
akajibu akaambia wale wanawake, msiogope ninyi. Unaweza ukapitia situation katika maisha ukakosa majibu. Kule kukosa majibu kukakufanya ukawa na hofu ndani mwako. Majibu juu ya swala la uchumi wako, ukakosa amani ndani mwako, hofu ikatamalaki. Majibu juu ya swala ya ndoa yako, kwa nini ndoa yangu inapita katika kipindi hichi, ukakosa majibu ndani mwako, ukakosa amani, hofu ikatamalaki. Ukakosa majibu juu ya afya yako, juu ya ugonjwa unaokusumbua. Umeenda kwa madaktari, umepima, wamekuambia una tatizo fulani, lakini dawa umetumia nyingi, lakini umekosa solution juu ya hiyo afya yako. Jioni ya leo ninaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu, malaika ninamwagiza akafanyike kufikisha majibu juu ya maswali unayojiuliza, na hofu ikapate kutoweka kama mama ambao walikuwa na hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Anaendelea anasema, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa, yote kutokana na hofu, kutokuwa na majibu. Lakini Mungu ni anajua shida yako ni nini kabla hujamwambia. Yeye anajua, maana anajua mwanzo wako, anajua mpaka mwisho wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na siku ya leo ninaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa msaada wa malaika kupitia Roho Mtakatifu akakujuze juu ya maswali unayojiuliza, juu ya hofu. Hiyo hofu nyuma yake kuna kitu gani? Nyuma yake kuna solution gani? Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa Nazareti. Akawaambia, kwa maana najua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Anaendelea sema haya, anasema hayupo hapa. Anawajuza sasa hayupo, kwa maana amefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amefufuka kama alivyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu amefufuka. Ikiwa ni Bwana Yesu ameshinda kifo na mauti, na mimi ninaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu akafufuke katika kazi yako, akafufuke katika uchumi wako. Yesu anapofufuka katika uchumi wako unainuka upya. Yesu akafufuke katika afya yako, roho ya mauti katika afya yako inayokuandama. Unasikia sauti ya mauti, ninaamuru hiyo mauti ikatoweke katika afya yako. Unasikia sauti ya mauti katika biashara yako, ninaamuru kwa mamlaka jina la Yesu, hiyo roho ya mauti kaondoke katika biashara yako. Unasikia mauti juu ya watoto wako kwenye swala la elimu, ninaamuru kwa mamlaka jina la Yesu, hiyo mauti katika elimu yao ikatoweke, bali mapenzi yako Bwana yakatimie katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa Nazareti. Tunaona hapa ya kwamba anaambia kwamba hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Mungu wetu ni mwaminifu. Akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana. Ikiwa Bwana amesema kwamba hutokufa. Ikiwa Bwana amesema kwamba watoto wako watafika katika kiwango cha juu cha elimu, watafika. Ikiwa Bwana amesema kwamba atakufanikisha uingiapo, atakufanikisha utokapo, atakubariki mjini, atakubariki vijijini, itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Kikubwa uwe mtii wa neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Anaendelea sema, njooni mpatazame mahali alipolazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu watakuja kukutazama kutokana na ile hali, walijua utakufa, lakini watapokuja kutazama wataona ni ushuhuda, wataona juu ya matendo ya Mungu aliyokutendea. Yamkini kuna wengine walisema kwamba hutopata mtoto, lakini watakuta unanyonyesha. Wengine walijua kwamba hutopata kazi, lakini watakuta kwamba
umepata kazi na una mkataba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine bila kuja kushuhudia hawezi kuamini ya kwamba Mungu ametenda. Na Bwana atawainua watu ambao hawataamini kama Thomas. Watakuja kuamini, kuona mabadiliko juu ya maswali ulikuwa unajiuliza, juu ya ile hofu ulikuwa nayo, juu ya roho ya mauti iliyokuwa katika maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa Nazareti, ninazidi kuja mbele zako Bwana. Ninaamini ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wanapitia changamoto na vitu vyao vimekufa. Ikiwa Bwana umetenda kwa kushinda kifo na mauti, ninaomba Bwana ukatende kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Ndugu msikilizaji wa Jumuiya ya Nazareti, kuna kijana mmoja alivunjika mguu alipokuwa kwenye michezo. Alipovunjika mguu, mama yake aliomba kama kuna mtumishi eneo hilo. Na kweli nikapewa taarifa, nikafika. Kijana alikuwa amevishwa ogo. Tukaingia kwenye maombi. Nilipoomba, yule kijana baada ya maombi aliweza kusimama pasipo kutumia gongo, na akatembea mpaka mlangoni. Nesi alikuwepo mahali pale, alishangaa. Na baada hapo akarudi kwenye kitanda kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu anaweza. Kama alishinda kifo na mauti, na anaweza kukushindia juu ya maswali ambayo unajiuliza yanakuletea hofu. Nina shuhuda nyingi sana ambazo Mungu ametenda. Nimeona katika neema alionipa kwa utumishi alioweka ndani mwangu. Kuna binti mmoja tena naye alipata shida. Alipopata shida, huyo binti alidondoka akiwa masomoni, karudishwa nyumbani akiwa kwenye bajaji. Nikapigiwa simu, nikaambiwa mtumishi ufike nyumbani. The way ninavyokaribia kufika nyumbani, ndio hali ya binti inazidi kuwa mbaya. Ikafika hatua mpaka kaa anatoka mapovu. Wakaamua achukua hatua kumpeleka hospitali. Hospitalini wamemuingiza. Madaktari wamechukua vipimo, na mimi nikaa nimefika mahali pale. Nikafika mpaka eneo la chumba alicholazwa. Nikauliza, hapa tukiomba kelele hazitatoka nje? Wakasema mtumishi haziwezi kutoka nje kutokana na jengo lilivyojengwa. Nikaingia kwenye maombi kuomba kwa ajili ya yule binti. Kumbuka amefika hatua mpaka povu linamtoka. Nikaomba, nikakemea roho ya mauti imwachilie. Nikaomba kwa nguvu. Kipindi hicho wazazi wamechanganyikiwa, wameshaishiwa nguvu. Nikaomba kwa kadri vile roho Bwana alivyoniongoza. Wale madaktari wanakuja kuleta matokeo, majibu ya vipimo. Yule binti ana shida. Lakini kadri zile nilivyoendelea kuomba, ndivyo yule binti alivyozidi kupata nafuu. Ikafika hatua, kwa sababu alikuwa hawezi kulala, hawezi kufungua kinywa, akaweza kufungua kinywa. Alikuwa hawezi kukaa, akaweza kukaa kwa kitanda. Alikuwa hawezi kusimama, akaweza kusimama mwenyewe pasipo support ya mtu yote. Hapo hapo hospitalini. Tukamtukuza Mungu. Tukarudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya mauti ilikuwa imemwataki yule binti. Tukafika nyumbani, roho Bwana akaniongoza juu ya yule rafiki yake alomleta. Tulipofika akataka kuondoka, akasema hapana, na wewe lazima nikuombee na wewe. Na mara nyingi sana hizi roho zina tabia, zinaambatana. Kama vile watu ambao wenye tabia zinafanana wanatembea pamoja, ndivyo hivyo spirit zina tabia hiyo. Kwa hiyo ile roho, ile changamoto ilikuwepo mpaka kwa yule rafiki yake. Nikaomba pia naye akalipuka mapepo. Kaanza kushughulikia hiyo roho. Baada hapo akafunguka, kamruhusu akaweza kwenda nyumbani kwao.
lakini changamoto ilikuwa ni kubwa. Tuliomba sana mahali pale. Ilifika kipindi yule binti ikabidi milango ifungwe. Milango ilifungwa kwa sababu alikuwa ananikimbia sasa. Milango ilifungwa mahali pale. Kaendelea kuomba. Tuliomba zaidi ya masaa matano. Zaidi ya masaa matano tuliomba. Wazazi wake wamechanganyikiwa, haelewi kinachoendelea nini. Omba zaidi ya masaa matano. Yule binti akaja akafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ile ni roho ya mauti ilikuwa inamfuatilia. Sasa hivi ninavyokuambia, binti alifaulu form 6, akapata chuo. Sasa hivi yupo chuo, anaendelea na masomo yake salama. Mauti ilikuwa na mwandama. Mauti inaondoa future ya mtu. Inaondoa destination nzuri ambayo Bwana ameplani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Bwana Yesu ameshinda kifo. Na siku ya leo wewe muamini, atakwenda kukushindia kila aina mauti zote kwa watoto wako, juu ya swala la elimu, kwenye biashara yako, kwenye afya yako. Anakwenda kukushindia hivi leo. Tufumbe macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninaamini ya kwamba wewe ni mwaminifu. Ukisema neno linakuwa. Ndio maana uliumba mbingu na nchi kwa neno lako. Ninaomba mtazamaji wa mahubiri haya katika jumuiya ya Sayuni, kiwa kuna udhaifu wote katika mfumo wa afya yake, apokee uzima kuanzia hivi sasa. Apokee uzima kuanzia hivi sasa. Akiwa na maswali, ninaagiza malaika wako Bwana kampatie majibu katika maswali. Roho ya hofu ikatoweke ndani mwake katika hali anayopitia. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu wa Nazareti, amani yako ikatamalaki ndani mwake. Uzima ukatamalaki ndani mwake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu wa Nazareti. Nguvu yako Bwana ipite na kuimarisha viungo vyake. Nguvu yako Bwana ipite na kuimarisha ndoa yake. Nguvu yako ipite Bwana kwenye kila eneo ambapo mauti imetua, na kuondoa roho ya mauti, na uzima ukatamalaki ndani mwake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu wa Nazareti. Sifa na utukufu ni kwako, maana kabla sijaomba ushalijua hilo. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi tunapofikia mwisho wa mahubiri haya, ninaomba tufungue ukurasa wa 350 tukiendelea. Bwana unifanyie miguu yetu njia zako za kunyooka, neno lako litongoze kokote tapokwenda. Toka mawio ya jua hata macheo yake, jina la Bwana husifiwa. Sala ya kimya. Amen. Tuseme ile sala iliyoandikwa kwa maandishi meusi. Ukurasa 353. Nakushukuru Baba yangu wa mbinguni, kwa jina la Bwana wako mpendwa Yesu Kristo, kwa kuwa umenilinda usiku huu na kunizuilia maumivu na hatari zote. Na kuomba unilinde hata mchana huu wa leo, nisikose njia yako wala kupatwa na maovu. Unipe kukupendeza na matendo yangu, mwenendo wangu uwe mzuri, kwani mwili wangu na moyo wangu na vyote nilivyo navyo naviweka mkononi mwako. Malaika wako mtakatifu wawe pamoja nami, shetani asinishinde. Amen. Sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tusamehe tukosea. Kama nasi tusamehe tukosea, usitutie majaribuni bali tuko na ule mwovu. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kinywa changu kitajazwa sifa zako na heshima yako mchana kutwa.
Bwana Mwenyezi na mwenye rehema, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu atubariki na kutulinda. Amen. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sisi sote. Amen. Tunapokwenda kumaliza, tunamalizia na nyimbo yetu namba 117 ubeti wa pili. Shetani ameshindwa, shetani ameshindwa, hana lake duniani. Aya shangilia, aya shangilia, ametoka kaburini. Aya shangilia, aya shangilia, ametoka kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Nazareti, nipende kukumbusha tena mwisho wa kutoa sadaka ni saa 6 kamili asubuhi, na Mungu akubariki sana kwa kushiriki katika ibada hii ya siku leo. Amen.